Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Well, a very good and warm afternoon to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from, and welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. Well, the search and rescue mission that has been called off after 2 missing individuals were confirmed to be alive and far from the building that collapsed in Gatanga, Murang'a County, and officials are now waiting for the directives to demolish the adjacent building. So venye niliangalia nyuma hivi niliona 5th floor ikishuka hadi hapo ikipita mahali karibu niko. So nikakaa after 10 minutes to 15 ndio nilitoka hapo nikateremka. So ndio nilikuja nikapata watu wanaokolewa. Saturday jioni juu hata siku already nimechange. So ndio sikuweza kuja jana. Nimekuja leo. So kuja leo ndio nimesikia mwenye aliokolewa akiwa hai alikuwa anasema kuna watu wawili sasa sisi. Juu already sisi tulikuwa tumeshaenda nyumbani. So venye aliulizwa akasema kuna watu wawili. So hao watu wawili walikuwa wanamaanisha sisi. Pale tulipata watu 5 kama wameaga. Tukapata mtu mwingine jana mwenye alikuwa uhai na akapelekwa hospitali, alikuwa ameumia mkono. Alafu wakati tulikuwa tunamalizia wawili wakajitokesha kama wanatembea na miguu yao na tukadhibitisha. While leaders from Wajir have continually condemned the killings of 3 people at the Wajir-Marsabit border, and now the residents have been urged to remain and maintain peace in the area as investigations have so far been conducted. One body is yet to be recovered. Many animals, camels, goats were driven away. Mostly the nomadic pastoralists who grazed there were displaced. We urge the local security to help the communities recover the dead body for burial. We hear that the hand of the government is very long. But we are yet to see anybody who has been arrested as a result of that these incidences that have been recurring year in year out. Watu wa Basir wako na shida ambaye mali yao umeenda na watu yao umeaga, na tumekuja kuzika hizi watu na tulikuja kwa shida hiyo. Tunaeleza watu tutulie, tuzuie mkono yetu, tufanye kazi ya usalama. From Elgeyo Marakwet have joined hands to rehabilitate the roads in their area due to their bad state after complaining for a very long time. Their hope now being that their produce will reach the market on time. Barabara ni mbaya. Hii barabara itatusaidia kwa vitu vingi. Itatusaidia kwa mambo ya mazao, kufika soko kwa mapema vile inahitajika. Na hii barabara inatumika na hata wenzetu wafanyabiashara kutoka Kapcherop wenye wanaenda soko kamili. Huko kama lakoni mambo ya security kwa chini kidogo,
na ile kitu inatofika huko ni mambo ya barabara. Barabara haifiki huko. Vile tulikuwa kwa nyuma yake kidogo kwa hapo, tulikuwa kwa vita sana kwa sisi Pokot na Marakwet. Sasa tulikuwa kwa vita sana. Tunaweza poteza watu ofyo ofyo tu. Siku 2-3 unapata mtu amewawa. Ndio tunataka hii barabara iende kabisa, iungane na tupate amani, wajue sisi tumetaka amani kabisa. Biashara yetu itaendelea vizuri kwa maana hii barabara imefunguliwa. Wakati ilikuwa kuna insecurity area, hii barabara hata chief akitaka kupiga huko kwa ile saa inatakikana inapiti akanyegi mgundu apige huko, hakuna barabara. Tunalima viazi. Sasa tulikuwa na shida kabisa ya viazi kupita. Haya, sasa kwanza tena na washukuru kabisa kwa sababu kila mmoja wetu imekuwa rahisi kabisa. Hata sehemu zingine kama Risavu huko viazi sasa ni ngumu kupata magari sasa kupita. Imenisaidia kabisa. Kwanza kabisa hata hii tono box hatukuwa tunajua vile tunatengeneza barabara, lakini saa hii kama wamama tumepata barabara, hata mimea yetu inaenda mzuri na hata watoto wetu wanaendelea kabisa mzuri. Kitu tu ila nawaomba tumalize mpaka shule pale na mtupe tena watu chache ama vijana wetu kidogo. Siku ile hii barabara inaisha tumanage ili asiharibike tena. We have some places which are not accessible. Kuna sehemu ambazo kama ile inaunganisha Kamalokon is not accessible kabisa, na saa zingine inakuwa ngumu sisi kufika pale kwa sababu wale wanapoiba ng'ombe inachukua masaa mingi kwa sisi na officers kufika sehemu hiyo kwa sababu hakuna barabara. Barabara za security roads nyingi siweze kufunguliwa, na kama county government pia kuwa na pesa iongeze kwa barabara hizi, especially zile zinaunganisha counties, ndio ikuwe rahisi kwa mambo ya security. Ukisonga mbele kidogo utafika Chepkoko. While youths from Malindi, Kilifi County have expressed their joy after the Blue Economy program started being implemented in the area, their biggest hope now being that there will be more job employment opportunities in the area. We're doing this apart from the obvious issues, benefits that we get, is to promote recycling. I think it's a culture that has not yet picked up in this country, and we want to take up because it has benefit in terms of cleaning up the environment and also empowering people. As you've just seen, we have this which has just been made from the plastics, from the coolants, and it's a very beautiful bag, and this is bought, whoever made it is going to be empowered. So whatever is being dumped, we remove it, we clean the environment and also empower other people to be able to grow, especially people who are concerned with the environment. Today we are glad to be here. We are here to do some clean up the beach cleanup. This is an exercise that is organized by PAM, and we've been doing this every second week of the month. And as a Malindi community, the program started because the community wanted to take responsibility of their own environment, and in line with the Big Four agenda, we also want to take care of the environment, and even because of the health of the people. That's why we do it every 2 weeks. The ladies basketball team from University of Nairobi that goes by the name UON Dynamites have expressed their joy after scooping KUSA Championships award after 2 long years of the COVID-19 pandemic. My name is Gasheri Mwenda, UON Dynamites.
We feel good that we've won because we've worked hard, we've stayed focused, we've won all our games in this tournament and reclaimed the title that we lost in 2019. So it feels really, really good to get back the trophy. Yeah. Bella Kent, coach for UON Dynamite's basketball ladies team, and today we played well and won the championship. We played JKUAT, who played a good game, but had planned on how to contain them because I saw them playing KU in the semis. The last championship that was in 2019 before Corona, it was Strathmore who won. We lost to Strathmore in the semis. That was in Eldoret, in Moi University. And this is our 5th championship because we won the one that was in April at JKUAT. So this is our 5th championship that we've won. 21 points. I think it was 61-40. Tutawashika man and then later we'll play a zone. Sababu nimekuja na wachezaji karibu 11 lakini watatu waliumia sababu ya the surface were not good but wakaumia, but there's nothing we can complain because of the venue. So before we lost in 2019, we had won in 2018. So I told them we have to return and retain the trophy and bring it back. So what motivated me is to play hard and win, so that by the time the other players are graduating, they have a trophy they are leaving for the ones that are remaining. And aggressive, hungry for the ball. Yeah, because if you want it enough, uta win. Yeah, so we just, ikikuja sawa, ikikataa we work it again. But aggressive, staying angry, wanting the ball more than the opponents. It's been really hard because we didn't expect to play JKUAT. Tulikuwa tunataka play KU, but they lost in semis. So yeah, tumejikakamua, haijakuwa game rahisi. Yeah. Well, with that victory dance from the UON Dynamite volleyball team, we come to the end of our news at 1 p.m. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time, right here from Kenya's heart, Nairobi. And I will be the same presenter presenting to you those news. Don't forget to follow us on all the social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I wish you a lovely day. I am Wanjiku Njau.